kama umenikumbuka kweli? Kukukumbuka? Hapana, sina uhakika kama nimekukumbuka. Kwa sababu ninakutana na watu wengi sana. Kwa hiyo siwezi nikakwambia kwa nimekukumbuka au sijakukumbuka. Okay. Mimi ni mmoja kati ya wale wadada wawili walitubeba siku ile na kutupeleka bondeni. Sisi ndio umenikumbuka. Oh. Kwa hiyo ni miongoni mwa wale wadada waliozunguka sana, si ndio? Hapana. Sio kweli. By the way, mimi sikukuahidi kwa nitakupatia pesa. Mwenzangu ndo alikuwa analipa na wewe. Na kwa bahati mbaya siku ile sikuwa nimetembea na pesa yoyote. Kwa aliposema kwamba sikadondosha pesa na nini, sikuwa na namna yoyote ya kufanya. Vipi lakini? Alikuletea pesa hapo? Hapana. Tangu siku ile nipeleke kule bondeni sije kumuona kabisa. Na hata pale kijiweni sije kusikia kama kuna mtu yote alikuja kwa ajili ya kuniulizia. Hiyo ndio hali halisi. Basi sawa, sijali. Mimi nitakupatia pesa hapo. Dadangu, unajua hii pesa ni kubwa sana. Muda huu ndo naingia barabarani sasa. Kwa hiyo sina change yoyote, maana sijafanya kazi sema. Na kama unavyoona sehemu tuliyopo hakuna maduka yoyote. Kwa hiyo kama hautojali naomba nikupe kwenye pikipiki nyingine pale madukani tukaombe change. Na nitakurudisha hapa ili kusudi uende na safari yako. Usijali kuhusu change. Nitakusaidia. Nitakunywa hata chai. Asante sana dada yangu. Mungu akubariki sana. Amina. Samani, naweza nikakuuliza kitu? Bila shaka. Unaitwa nani? Mimi naitwa dereva bodaboda. Mimi najua kwa unaitwa dereva bodaboda. Lakini naitwa nani? Jua wewe, uje useme wewe, uje useme mwenyewe tu. Mambo shoga yangu. Poa, vipi unaendeleaje? Shoga yangu zimula kukuta hapa. Wewe unasema je kuna shughuli za Kiswahili? Nimekuta hapa shoga yangu na shoga yangu moja aitwa Mwanne. Ana jambo lake shoga yangu, shughuli ya moto hatari. Nikasema soko lazima nikwambie, maana unasema shughuli za Uswahili sije kuziona shoga yangu, ajikuta wewe ndo mboga saba. Nikasema lazima nikwambie udugu wangu ukate kijola mapema. Shughuli ya moto, shughuli imechangamka shoga yangu. Twende kajioni mama. Hapo cha kufanya, ukate kijola niende fasa ngakuchukue kijola chako shoga yangu. Watu wanavigombania. Sio mjue shoga yangu yule alivyokuwa na ubabaifu. Ana pambamba shughuli za watu anakata vijola hatari. Ndio maana shughuli yake watu wanagombania hatari. Ni sawa. Kwani hivyo vijola bei gani? Shoga yangu, bei ya vijola imekufa. Cha bila mtandio 8,000 chenye mtandio 15,000 shoga yangu. Kwa hiyo ulivyokuwa na brand yako lazima uveche 15,000 shoga yangu. Utapendeza au wazuri, limetara dadi shoga yangu lila moto linawaka waka hivi. Basi sawa. Mimi niseme tu sina shida katika hiyo. Mimi nitalipia kijola. Nimekumbuka. Alafu shoga yangu Mwanne naye ana masifa. Kaacha ukumbi hapa mzuri, eti kaenda kutafuta ukumbi huko. Anasema huu ukumbi loko. Shoga yangu eti ndo kaenda kutafuta ukumbi wa brandi kwa sababu mwenyewe ana wageni wake ili aonekane shoga yangu. Kwa hiyo kitu tunachotakiwa kukifanya hapa ni kumwandaa bodaboda yetu mapema. Siku yetu kishajipampu tumejikoki, yeye ndiye anakuja kutufuata na kutupeleka na anaturudisha pia. Si unaelewa shoga yangu? Yaani siku hiyo nakwambia nitajishauri shoga yangu. Sasa umenikumbusha kitu. Kitu gani tena shoga yangu na wewe? Unamkumbuka yule bodaboda siku ile tupeleka bondeni? Bodaboda yupi tena na wewe?
Momo sijitoe ufahamu. Nadhani unamkumbuka kabisa. Yule alitupeleka bondeni, nadhani unamkumbuka vizuri. Uliniahidi nini kuhusu pesa yake? Kwani ulionana naye? Ndio, nilikutana naye na amenidai pesa yake. Momo, hivi unakumbuka kwa ulinihakikishia kwamba utamlipa pesa yake? Na nilipokuja nyumbani kwenu kaniambia kabisa umeshampa pesa yake. Kulikuwa na haja gani wewe kunidanganya mimi? Hamna. Niliamua kukwambia vile kwa sababu ningekutoa kwenye mudi. Ila nitamlipa. Na hata hivyo nilimpelekea hela, sikumkuta. Ile hela yake nitampelekea. Momo, utamlipa vipi? Mimi hiyo pesa nishamlipa tayari. Usiniambie. Kumbe ushamlipa? Shoga yangu ndio maana nakupendea yako, una baya. Basi vizuri. Basi sawa. Lakini Momo unatakiwa kuachana na hiyo tabia kabisa. Kumbuka wewe ni mtoto wa kike. Unatakiwa kuwa tapeli. Ondoa shaka shoga yangu. Mimi nishakuelewa. Unajua hata mimi sikupingagi wewe. Usijali kwa hiyo. Basi sawa, nimefurahi. Kwa shoga yangu. Vipi kicha wangu? Mbona kama hivyo? Kaka, nimeibiwa simu. Umeibiwa? Nimeibiwa simu, nilikuwa natembea barabarani naongea na simu. Ikapita pikipiki imebeba watu watatu, wakanikopoa simu yangu wakaondoka. Wamekuibia? Ndio. Hao watu walikuwaje mpaka wamekuibia? Walikuwa wamevaa makofia afu wamefunika sura zao, sijamuona hata mtu mmoja. Kwenye pikipiki au vipi? Ndio. Basi dole, sio kesi. Wengi andichi. Afu mimi nitatafuta kiaskari. Niko poa. Unachokupendea huko ndani ya muda. Nimekupigia simu hata dakika 5 zilishafika. Si unajua ndo wajibu wa kazi. Lazima ufike eneo la tukio mapema ili uweze kufanya kazi yako. Vipi? Nakupeleka kule kwa jana, si ndio? Hapana, leo nanipeleka kwa Auntie Zuu kule saluni unakonipelekaga. Kwa unaenda saluni kumbe? Yeah. Basi sawa, tunaweza tukaondoka. Vipi lakini changamoto zako kazini kwako? Changamoto nimeshazizoea bwana. Na ni kawaida. Na pia umeniambia unawahi. Mimi ningeomba upande pikipiki kusudi niweze kukufikisha. Basi sawa. Dawa yako inachemka. Na kama inachemka inakaribia kuiva. Sasa nichukulia mifano. Tutakuonyesha dawa. Mimi bora tu. Biashara yangu ni kubeba watu. Mwanangu, huwezi amini sasa hivi uchumi umeumba kinyama ya. Yaani huwezi amini mwanangu, Kipuli nakosa mwanangu eti hata hela ya wida mwanangu. Nakosa hela ya wida Kipuli master mwanangu. Si dharau hizi mwanangu. Sema nini mwanangu Kipuli?
Muda mwingine wewe waga unalalamikaga unaimbaga ngonjera za watu wa vikundi, za watu wa vikoba, unajua afu dakika za mwisho unajikuta unajifelisha mwenyewe. Ujue na umejitenga kama mtoto wa kike, ujue. Unakaa sana kwenu afu wewe kwa mtoto wa kiume haifai au kama ujue. Wewe unatakiwa uingie maskani hapa, usebenze na wauni hapa. Angalia wenzio tunaposhine, tunapendeza nini? Mtaani hapa kote wanatujua kwamba wauni matozi hapa. Afu unakaa maskani tu unachili. Wewe ni mtoto wa kiume. Wazao utaishi kama mazingira mtoto wa kike kwamba utaenda kwa basha tu utakuta kaandaa mazingira yake utaishi safi na salama. Unafeli mwanangu. Unajua nini mwanangu? Mimi nashindwa kuja maskani kuishi hapa, unajua nini? Kwa sababu unaweza kukaa maskani mara wazee hao. Kwa plenge kama zile mwanangu mimi ndo nini? Naziogopa. Lakini sio kama mimi napenda mwanangu kuishi maisha haya, mwanangu mimi mwenyewe napenda kusebenza ile kinyama yani. Mwanangu kichinjile. Dole. Ududu. Vipi mwanetu, mbona kinyonge? Nisikilizeni wanangu. Mimi mpaka nimetia buti hapa mjue mimi nina changamoto. Yaani nina vipengele. Dasisteli kaja maskani pale anatoa machozi, yani machozi ko. Afu dakika za mwisho namuuliza vipi, anaelekeza kwamba amempokoa. Yaani unaweza vishado amepita na tambo lake. Ushaona? Na mimi nikakaa nikaskoti. Nikaona kabisa ni panyarodi wa mtaa mimi nawajua. Yaani panyarodi mimi nafunga nao maskani. Kwa mimi nimekuja hapa wanangu, mimi sitaki chochote, yani mimi nataka tambula sister. Sasa yani kinawaka kwa sababu hii michongo ya dharau. Inawezekana ni sister yangu mnamjua kabisa afu ile mnapita na tambo lake. Inakuwa miayusho. Yaani jawa ukamo. Kwa mimi nimekuja hapa mimi nataka tambula sister, yani sichekeshi. Yaani sipepesi macho yani. Sijui kama nitawahi kikao chenu, nimeshachelewa sasa. Hapana mama, mimi sidhani kama utakuwa umechelewa. Kwa sababu pale kijana umenichukua dakika kama 5 tu na tumeshafika hapa. Kwa mimi sina uhakika kama utakuwa umechelewa. Mimi sijasema kama wewe ndio umenichelewesha, ila itakuwa nimeshachelewa. Mama, lakini hujalipa pesa yangu ya nauli. Unasemaje wewe? Namaanisha kuwa haujanilipa pesa yangu ya nauli bado. Hivyo kijana, pesa yako ndio pesa. Pesa yangu mimi sio pesa. Mimi sina pesa kukulipa wewe. Umesahau kama mimi nakudai pesa nyingi sana wewe? Hapana mama, simaanisha hivyo. Lakini hiyo pesa nakudai wewe ndio pesa nataka nikanunue mafuta kwa sababu pikipiki imesha mafuta. Na inabidi nikajaze mafuta kwa hiyo pesa ambayo nimekubebea wewe. Ambao nikijaza hivyo naweza nikaendelea kufanya kazi na nikapata pesa ambayo nitakuja kukulipa kwa ajili ya kodi. Naomba unisikize vizuri. Nilikupa siku 3. Sasa zimebaki siku 2. Nitakapofika pale nyumbani nikukute kila kitu umetoa nje. Sijui umenielewa? Sasa mama, sasa mimi hiyo ni mimi mama, pesa yako ya kodi nitakupatia. Pesa ya kodi mimi mama nitatoa. Lakini sasa inabidi niwe na mafuta kwenye pikipiki hii. Hii pikipiki iwe na mafuta. Kwa sababu isipokuwa na mafuta mimi siwezi kufanya kazi. Shen's type. Mungu wangu, simamisha jua wewe. Uje useme mwenyewe tu. Mungu wangu, simamisha jua wewe. Uje useme wewe. Jamani sasa hii sio haki. Maana kazi yangu imekuwa ni changamoto kwao. Inanipa kipato ila kwao ni changamoto. Maana kazi yangu imekuwa ni changamoto. Inanipa kipato ila kwao ni changamoto. Mungu nisaidie, maana umeniacha mwenyewe.
vita napigana mwenyewe. Maneno mwanangu kichinje, unazingua. Tena unazingua kweli mwanetu. Alafu kuna maneno mengine ongea afu yawe na mipaka. Nakwambia hivyo kwa sababu gani? Sisi ndio tunasebenza mazingira na tunaishi kwa kukwarua. Unajua? Lakini dakika za mwisho si hatuwezi tukanyea kambi. Sister wako tunamjua A to Z. Umenielewa? Kwa mimi siwezi nikatoka huko na mitama yangu na njaa zangu afu nikafika na mkwarua sister wako. Huo uongo mwanetu. Siwezi nikanyea kambi. Au unasemaje Mashura? Au vipi? Kwa mnajitetea wanangu. Yaani kama mahakamani jaji anaongea afu ile unataja vifungu vya sheria ni leo anajitetea. Sikia wanangu, naelekeza kitu kimoja. Mimi sio taila, mimi sio bombombo yani wanangu. Mimi mpaka nafika hapa mimi na ushahidi. Yaani najua A to Z kwa sababu mmemfukua dakika za mwisho mmemwachia mama kucha. Ushaona? Afu ukiangalia panya mkali dodo mwanangu mwenyewe una makucha mchele. Ukimwangalia mama Ashura mwenyewe na makucha ana makucha mchele. Mwanangu ukipuli labda ndio ile sijamkagua lakini dakika za mwisho yenyewe mnazingua. Kwa wanangu mimi hapa sijaja kwenye ziara wala nini. Mimi hapa nimekuja kuchukua tambo la sister. Hivi vyote wanangu mimi hapa nataka tambo. La sivyo wanangu hapa kinawaka. Kama mnabisha mmoja ajaribu kujamba. Yaani jamba pia afu uone nikishanusa nikipagawa nampiga kila mmoja virungu yani. Afu ndo mtajua mimi kichinjila au kichwa na mani. Sasa mwanangu kichinje uone kama zitakuwa pigo za kishamba. Yaani si wa mwanangu unazingua. Si tupelekane mpaka maskani kama tumeiba mwanetu. Wao tuaminiani. Yaani kupange mwanangu kichinje. Unajua sisi sote tunamjua dada yako unajua. Sister yako ndo sister yetu sie. Hatuwezi kutoka huko tukamfanyia vitu kama hivyo. Alafu kitu kingine kichi. Mimi ndo unavyoniona hivi mwanao ndo naingia leo hapa maskani mwana. Leo tu ndo nimetia mguu hapa mwanangu. Kwa hiyo sijajua katika hizo harakati za watu weusi walofanya hicho kitu mwanangu, lakini mimi simo katika hilo swala. Nyesi mnakataa mnaruka mtego au vipi? Tutoke hapa mguu mosi mguu pili mpaka kwa sisteri. Alafu ikatokea sisteri amembaini yoyote kati ya nyie wanangu kwamba bwana wewe dodo ndo ambaye ulimfokoa au mama Ashura ndo ulimfokoa au Kipuli Master mwanangu mtoto wa Moyo Town ndo ulimfokoa. Mimi naishi na nyie kiaskari. Yaani naishi na nyie kiaskari, ikiwezekana wanangu mimi nafunga na nyie pingu za maisha. Wajomba, sikia mama Ashura. Ongoza jalamba. Ongoza jalamba kichwa wangu, mbona kama hivyo? Tukaingia huko hapo sita atafanyia kwa mwanangu. Nakwambia sasa niinue kistaarabu mwanangu. Vipi mimi sinanyanyuka tunatembea? Hii hapa mwanangu, afu nikatanisha sisi niinue shamba. Vipi ambacho wewe? Sema mwanangu ujue mwanangu kichi ndio na. Sasa sikieni saa Juba. Kausheni. Atakaye kimbia yote mwanangu mimi namfurubu na mgongelea msumari. Sawa. Yaani mvunge mna namna wa tuna Kipuli ndio usiongee kabisa nifunga dogo lako. Leticia! Joda sisteri. Sasa sikia sada sister. Bosi situation ambayo unaelekeza kwamba kuna watu wamekufokoa. Ushaona? Mnesi watu wenyewe ndio hawa. Mshidao ndio hizo wanaelekeza ni. Usoma kufokoa kwenye pikipiki. Juba na wenyewe ndio wanapiga mishizo hizo yani. Kwa hiyo huenda kati ya watu ambao wanahusika hapa yupo hata mmoja hapo au wote wanahusika. Mweta watu imadi uje kuwabagua mmoja ni kichaa wangu. Tukimbaini hata mmoja au nikimbaini hata mmoja ambaye amehusika katika kufokoa hiyo sisteri. Nafunga naye pingu za maisha. Njoo angalia. Kaka, mimi kama nilivyokuambia mwanzoni, wale watu walioniibia walikuwa wamefunga vitambaa na pia walikuwa wamevaa makofia. Kwa hiyo sikubahatika kumuona mtu yoyote.
Na kwa hapa mimi kwa kweli, kusema kweli hamna mtu yote nilomjua. Sura zao zote ni ngeni. Au vipi? Hujamjua yote sio? Ndio. Basi wenyewe dole, afu dole yenyewe dole gumba. Unajua zile dole gumba, dole kubwa, unajua zile. Hiyo yenyewe safi na salama. Mmeponea chupu. Sema lazima nifanye uchunguzi na nikibaini yani katika siku mbili hizi kama mmeuza tambo lolote wanangu. Yaani mmeuza mbala lolote mmeliuza ni ile. Namna gani vipi? Oa. Lazima lifejitwe, lazima tufunge pingu za maisha. Wajomba. Futikeni sasa. Wasema nini mwanangu Kichi? Unajua kuna vitu vingine afu unakuwa ukamu. Si 45 afu dakika za mwisho unafanya vitu vya unyanyasaji wa kijinsia ujue. Hii kitu umekifanya, mimi nimekusikiliza ile kama mwana. Ila nimemind mwanangu afu nimekuweka rohoni nimekukunjia mwana. Wewe unajikuta mama yetu mkubwa nini kila kitu unatusimamia show kali baridi. Hii nimeimaki mwanangu. Sema tutabambana. Na utacheza kwenye engo ambazo si tutakusimamia yani ile kibampa ni afu utajiona kama tumekuzalilisha. Sijapenda mwanangu. Watu jikatae ni wana. Unaongelea nini wewe mboy wewe futika? Baridi, watu jikatae wana. Vipi nyie? Fresh. Nitakupiga hata buti mimi. Toka. Kaka. Unaona sasa mambo yako. Yaani unafanya vitu vyako kwa kurupuka tu. Umeenda kuzoa watoto wa watu huko hata hawana hatia umewaleta hapa. Uone kama unawazalilisha. Alafu unafanya vitu vingine vinakuwa vya hatari zaidi. Kwani unakuwa hivyo? Hatari gani Leticia? Yaani mimi ngwangu ngombe kitu kimoja. Mimi nina akili. Ushaona? Afu mwenye maisha ya Kiislamu najua vizuri tu. Mimi nilivokaa ukanielekeza kwamba bwana mimi nimefokelewa katika hali hii. Afu kiangalia ni uswazi hapa Uswahilini. Si unajua zile. Nikajua kabisa hata kwa kina Dodo. Yaani ndio unaliwa kwa sababu hao jamaa ndo kazi zao. Yaani ndo kazi zao ndo mishe zao. Kufuka watu kwenye pikipiki yani ile wanaitwa vishandu. Si unajua zile. Sema nini? Wao wamefokoa afu wamekuja hapo hujajua. Ila mimi nikisikia ni kwamba kuna simu yote imeuzwa. Yaani wameiseli, si unajua zile kizungu zaidi na magani vipi. Oa, namkata mtu maskini. Afu kuhusu simu yako tunaipata usiwaze wa nini. Sawa kaka, hamna shida lakini siku nyingine kuwa makini. Sio nakurupuka. Hiyo yenyewe Dodo usiwaze wa nini. Ingia ndani. Mungu wangu, simamisha jua wewe, uje useme wewe, uje useme mwenyewe tu.